Habari ya wakati huu mpendo wangu, unaendeleaje? Kuna mtu umemkopesha pesa kwa muda mrefu lakini kukulipa imekuwa ni shida. Mizunguko imekuwa ni mingi. Leo akikwambia njoo uchukue, unakutana na dharura, kwamba amepata dharura au pesa alikuwa nayo ameitumia au chochote kile, yani ili mradi tu akuchoshe. Mwingine kweli hana nia kabisa ya kukudhulumu, yani na anatamani akulipe. Lakini sasa pesa anakuwa hana. Na moyo wako unamuuma kweli kweli kwamba huyu mtu nikipata pesa tu lazima nimlipe. Lakini kuna wengine wanafanya makusudi. Sasa ufanyeje kwa mtu kama huyu? Utatakiwa uwe na mafuta ya mzaituni, olive oil, uwe na chumvi ya mawe. Utakachofanya, utaandika majina ya wale wote unaowadai, wote andika majina yao. Baada ya kuandika majina yao, utaweka kwenye chombo kama hiki. Huu ni mfano wa chombo. Utaweka kwenye chombo sahani. Utaweka hayo majina kwenye chombo cha sahani kama hii. Huu ni mfano tu wa sahani, lakini basi wewe utatafuta sahani, utaweka yale majina. Utachukua mafuta yako ya olive oil, utapaka hayo majina, utayapaka. Baadaye utachukua chumvi ya mawe, utaweka. Lakini kumbuka kufanya manuizi. Utaanza kuongea na hiyo karatasi. Mwenyezi Mungu, kwa nguvu ya mafuta haya na nguvu ya chumvi, naomba hawa watu wakapate kunilipa. Naomba wafungulie milango yao ya fedha, wakapate fedha, biashara zao zikastawi, lakini pia wakapate kunilipa pesa zangu. Wapate pesa na wao wenyewe wakapate kunilipa pesa zangu. Siku ya kwanza fanya hivyo. Siku ya pili fanya hivyo. Unachukua karatasi nyingine unafanya hivyo. Siku ya tatu mpaka siku tatu fanya hivyo. Kwa manuizi unawaombea kwa Mwenyezi Mungu, kwa nguvu ya mafuta haya na kwa nguvu ya hii chumvi. Nataka hao watu wakapate kunilipa pesa zangu. Mungu afungulie milango ya fedha wakapate kunilipa fedha zangu ninazowadai. Basi utakapomaliza siku ya tatu, utachukua ile karatasi, utaenda kuitupa kwenye maji yanayotiririka, aidha mtoni. Usitupe kwenye maji yaliyosimama, tupa kwenye maji yanayotembea. Basi hawa watu Mungu atawafungulia milango yao ya baraka, milango yao ya fedha. Kama walikuwa wauzi, kwa sababu mtu mpaka auze au mpaka fedha iingie ndio akulipe wewe. Na hawa watu fedha zitakapoanza kuingia kwenye biashara zao, hawa watu watakulipa tu. Yani watakulipa kwa sababu utakuwa umeshafanya tendo la imani, lakini pia nguvu ya mafuta pamoja na hiyo chumvi na hayo majina ulikuwa umeandika, basi nafsi zao zitawasukuma wakulipe deni lako pale watakapopata pesa zao, na pesa Mungu atafungua zitaingia kwao. Basi hapo utakuwa umefanya njia nzuri ya kuwafanya wapate pesa, lakini pia wakulipe madeni yako. Natibu magonjwa mbalimbali, natibu vidonda vya tumbo, natibu uvimbe wa kizazi, fibroids, natibu uvimbe wa kansa. Uvimbe wa kansa, lakini pia natibu matatizo yote ya kizazi, mirija kuziba, mirija ya uzazi kuziba, uvimbe, haijalishi uvimbe umekalia wapi, basi dawa zipo. Natibu matatizo yote ya pressure, matatizo yote ya pressure, sukari ya kupanda, sukari ya kushuka, pressure ya kupanda, pressure ya kushuka, na kutibu. Na baada ya wiki 2 pressure, kama ni pressure ni sukari, zinaanza kukaa normal, yani kawaida. Lakini ninazo dawa za matatizo yote ya njia za hewa, asma, pumu, kikohozi sugu, mafua sugu. Basi una shida kama hizi, nitafute. Ninatibu matatizo yote yaliyo sugu. Tunatibu matezi, ninazo dawa za kutibu matezi yanayokaa kwa huku chini, yanayovimba, uvimbe wa huku chini. Kuna goita pamoja na tezi, vyote dawa zipo. Haya matezi unapoyapata unaweza kumeza wala kutafuna, dawa zipo. Lakini pia magoita, matatizo yote ya goita, uvimbe wa shingo, kama una uvimbe wa shingo, haya matatizo, dawa zipo. Lakini pia natibu nazo dawa za kusafisha figo pamoja na ini. Ninazo dawa za mifupa, magoti, maungio na mgongo. Ninazo dawa za macho, uono hafifu, macho yaoni mbali, macho yanauma, yanawasha, dawa zipo. Lakini pia natibu magonjwa yote ya bawasiri,
Hivi haya ni magonjwa yanayoota kuzunguka sehemu za haja kubwa. Vinyama vinaota kuzunguka sehemu ya haja kubwa, vinauma kweli kweli na vinawasha kweli, na vinafedhesha kweli kweli. Lakini pia natibu magonjwa yote ya magonjwa yote yaliyo sugu, hasa yale yaliyo sugu. Ninazo dawa za kusafisha damu. Ni nzuri sana kwa sababu tunakula vyakula, tunakunywa vinywaji, inapelekea damu zetu kuathirika, lakini pia kupata maambukizi. Basi ninazo dawa za kusafisha damu. Haijalishi hata kama umeambiwa kwamba una sumu kwenye mwili, dawa zipo. Lakini pia natibu magonjwa mbalimbali kama nilivyosema, natibu meno, natibu masikio. Na kwa nazo dawa za nguvu za kiume. Yaweza kuwa nguvu zako za kiume zimepungua kwa sababu ya masturbation au kujichua, au na magonjwa ambayo yako ni sugu, basi imepelekea nguvu zako za kiume kupungua, dawa zipo. Lakini natibu matatizo yote ya tezi dume. Haya ni magonjwa ya upande wa kina baba. Mkojo unatoka kwa njia mbili au unatoka kwa kusambaa. Basi una shida kama hii, dawa ninazo. Hata kama imepelekea, kwa sababu haya matatizo ukichelewa sana kuyatibu yanapelekea njia yako ya mkojo kuziba, basi ninatibu magonjwa mbalimbali. Lakini pia kwa wale ambao wanahangaika na mapenzi, biashara haziendi, mpenzi kamkimbia, mume mke kakukimbia, basi dawa za kumrudisha zipo, anarudi anatulia. Lakini pia tunazo dawa za limbwata. Kama ni mjanja basi tunampa limbwata, anakaa anatulia. Tunazo dawa zipo dawa za kutoa nuksi kwenye mwili wako, dawa za kutoa mikosi kwenye mwili wako. Tunazo dawa za mvuto wa biashara, mvuto wako wewe mwenyewe. Unapoingia ukubalike, watu wakupenda, wakufurahie, upate connection. Basi asante kwa kuendelea kunisikiliza.